Kiduchu. Kiduchu, yaani muda wa shule wewe unatoka kwenye mijumba na vijana. Kweli? Hivi rafiki yangu, yaani mimi mwenzangu hapa na wasiwasi, napita njia mzima nakimbia, nimechelewa shule, mwenzangu hata una wasiwasi. Ndio kwanza unatoka kwenye mijumba. Sasa hapo cha ajabu kipi? Umekutana hapa, cha msingi twende shule. Hayo mengine hayakuhusu. Ya mimi nimetoka na kijana, sio nimetoka na mbaba huko mjumbani, hayakuhusu. Kiduchu kacha shule. Yaani nakuonea huruma sana rafiki yangu. Yaani jinsi mjomba wako anavyohangaika, anakuchunga mchana usiku. Kumbe mwenzangu asubuhi unaingia kwenye mijumba. Ulivyokuwa kuna haya. Huoni aibu. Ndio kabisa anasema eti tumekutana twende shule. Alikwambia kusoma ndio kufaulu maisha nani? Wamesoma wangapi sasa hivi? Hawana mbele, hawana nyuma. Kusoma sio kufaulu. Unaweza usisome na ukafungua mabiashara yako na ukafanya. Kwa hiyo mimi usinifuatilie maisha yangu. Alafu mwenzako, nimewahi asubuhi mapema, nimekuja nimepata cha asubuhi, kwa hiyo hapa shule naenda nikiwa mwepesi. Sijui wewe mwenzangu. Sawa, siti neno. Twende tu shule. Sawa mwanafunzi, twende. Wedizonga. Vipi, mbona mbio? Hebu nisikilize vizuri. Hakija mtu yoyote hapa, mwambie mimi sipo. Haupo vipi na kati upo? Na nani anakukimbiza uko nje? Wewe mbona sio muelewa? Nisikilize mimi ninachokwambia. Hakija mtu yoyote hapa, mwambie mimi sipo. Awe ndugu yangu, baba yangu, ndugu ambaye tumeshibana sijui kwenye shida na raha, mwambie mimi sipo. Tena sipo takriban mwaka, miezi miwili, sijui wiki mbili. Wewe mwambie mtu yoyote kuwa hapa sijaonekana kabisa. Sawa. Ngoja nimalize kuosha vyombo hapa, uje kuniambia vizuri uko ndani. Lakini mimi kama nilivyokueleza, sasa wewe chukulia mzaa, utakuja kunishukuru baadaye. Duli, yani kuna vitu vingi vya kunishauri. Yaani wewe kama kijana mwenzangu nataka maendeleo, kuna vingi vya kunishauri, labda nifanye kazi ya bodaboda, sijui labda nikafanya saidi ya fundi nipate pesa. Lakini kunishauri kwenye mahusiano, hapo unanikosea ndugu yangu. Sitaki hayo mambo, usiniingilie. Niache na wanafunzi wangu. Wanafunzi mimi ndo ninawapenda kwa sababu wadogo wadogo. Ndio vitu vyangu, ngala mwenyewe umbo langu dogo dogo. Na pia na dogo dogo wenzangu. Mimi mwenyewe umbo langu kama unavyoona dogo mdogo. Ndio maana napenda vidogo vidogo, vikubwa kubwa siviwezi. Alafu Duli, kuna vitu wewe vijui. Yule mtoto amechangamka na uchangamfu wake ndo unamponza. Kwanza ananipa paka kisamvu ni kitu wangu. Anapiga miguu yote. Kama Ronaldo, una nguvu. Ukichoka mbele baki bencha kuna usika. Sasa wewe mimi namwachaje mtu hivyo? Alafu sio tu mwanafunzi pia ni mzuri kaka. Chadi, itabidi ifike time ukue mzee wangu. Kuna jela alafu kuna gesi, watu watapo wanakulambita mzee. Watu wachekeshe, sasa hivi dunia imebadilika. Sasa uendelee hivyo na wanafunzi wako. Siwezi kufikia huko. Yaani swala kufikia huko ni gumu sana. Siwezi. Kwa sababu yani sijui umefikiria utakunishauri kuhusu yule mwanamke. Siwezi kumwacha mzee. Nyinyi endeleeni. Na hiyo mishangazi yenu mtu mzima sio mimama, endeleeni. Sema nataka pensheni, endeleeni. Mimi niacheni na vidogodogo vyangu. Na nisije kusikia hawa mshikaji yote mtaani anatembea na wanafunzi. Niacheni mimi wanafunzi wote. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Ufalme wa mapenzi na ujiamini. Sawa, mtafanyaje wakati umeshaamua? Kiduchu kacha shule huyo, kwa sababu ya mambo ya kikubwa. Raha utamu raha, akiwa shule anauwaza mama we. Wewe Kiduchu. Njoo mama moja. Abe mjomba. Mbona umechelewa? Na si kawaida yako. Nilikuwa nimebaki tusheni nijisomee masomo ya jioni.
tusheni, masomo ya jioni na rafiki yako. Mbona hizo ratiba za tusheni mimi sina? Zimeanza lini? Kweli mjomba, nilikuwa nimebaki masomo ya jioni na rafiki yangu, tulikuwa tunajisomea kwa sababu mitihani imekaribia. Mshaanza madudu yako eh? Na kuuliza mshaanza? Kidocho. Hivi, unajua kama natumia kalamu kukusomesha? Unajua kama mimi nataka usome? Unajua kwa nini mpeleka shule? Wewe mtoto. Unajua kama natumia kalamu kukusomesha? Narudia tena. Kweli mjomba, nilibaki kwenye masomo ya jioni ila sikufanikiwa kukwambia mapema kwa sababu hii ratiba imeanza hivi karibuni. Kiduchu. Kiduchu. Narudia tena Kiduchu. Sikiliza, sina ila hata mchezo mimi. Na kusomesha upate elimu, uelimike. Lakini leo umeanza michezo. Kiduchu, na kuchunguza, nikija kugundua kwamba kuna madudu unayofanya. Kiduchu, mimi sifai. Utanichukia wewe mtoto. Narudia tena, utanichukia. Wewe, mimi nawekeza kwako. Haya inatengeneza maisha yako. Leo unaenda kuyachezea chezea. Sikiliza, tafakari haya. Najiangalia mara 2 mara 3. La si hivyo utanichukia. Sifai. Sina mchezo na mtu mwenye upuuzi. Kwa hiyo kama kuna michezo yako imeshaanza kipuuzi, jitafakari. Nakwambia ukweli. Sifai mimi. Tutagombana. Nitakufanya vibaya. Wewe mtoto, chezea elimu. Hebu tumia akili. Mimi ninachotaka usome. Umenielewa wewe? Sitaki kuja kusikia michezo. Sitaki baadaye uje uniambie mjomba, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Sitakuelewa. Mpisha hapa. Kiduchu kacha shule huyo kwa sababu ya mambo ya kikubwa. Raha utamu raha. Shoga yangu, bora hata umekuja, maana mimi mambo yangu hata siyaelewi. Kuna nini tena leo? Sio Chadi, yani ananifanya nachanganyikiwa kabisa. Sio kawaida yake, huwa anaamka asubuhi ananitafuta, mchana ananitafuta, jioni ananitafuta. Lakini sasa hivi hata simu sioni. Unajua yule ni mwanaume na ikaika nyingi. Kwa hiyo ukiona kimya usizani amekudharau. Wewe ndio upo kwenye mihangaiko yake. Na wewe shoga yangu nawe unashindwa hata kunielekeza. Mambo mengi, yani ghafla tu hivi. Nahisi kuna kitu kabisa. Nahisi kabisa kuna kitu. Kwa hiyo unahisi kabisa kuna mwanamke mwingine, si ndio? Sio nahisi, ni ana mwanamke. Sawa, kama unahisi ana mwanamke mwingine, basi fanya uchunguzi. Ila huo uchunguzi fanya polepole, asijue kama unamchunguza. Hapo muongea shoga yangu. Itabidi sasa nifanye uchunguzi. Maana hawezi kunichezea akili yangu. Sawa. Nitafanya taratibu. Nitacheza naye vizuri ili mada asijue kama namchunguza. Maana haiwezekani nimekuwa ghafla sana. Afu unajua kabisa nampenda. Kiduchu. Njoo mara moja basi. Ngoja niende nikamsikilize. Sawa. Hivi siku hizo umekuaje rafiki yangu? Yaani unanikwepa sana. Sipati muda na wewe kabisa, unanikimbia. Au ndio ushaniacha hivi? Mimi sasa hivi nasoma, niko busy. Alafu kingine, mjomba pale nyumbani ni mkali sana. Wewe nikija kwako unanichelewesha, naondoka saa 1. Nikirudi nyumbani nakula kipundu. Mimi sitaki sasa hivi. Rafiki yangu kubwa wote mjomba wako anakusumbua. Unashinda kumpiga chenga mjomba wako. Pige chenga ya mwili. Utokiona kama unaenda huko unatokea huko na kuja kwangu. Alafu wakusoma utakuwa wewe bwana. Wamesoma watu kibao. Mbosso mwenyewe atakuwa daktari sasa hivi mwanamuziki. Chibu kasoma mpaka chuo kikuu huko. Sasa hivi kwa Matiasi mapolini huko. Utakuwa kusoma mbona usinifanye hivyo bwana? Mimi sio nije kwako tena unicheleweshe. Yaani sitaki mambo hayo. Ukinichelewesha ndo mazima mimi na wewe tunaachana. Leo nipo kitu tofauti. Leo sikucheleweshi. Ukisema tu nataka niondoke na kuacha unaenda zako. Dana. Na maongezi na huyo. Wewe tangulia tu, mimi nitakuja. Sawa, usichelewe. Si unamjua mwalimu mwenyewe yule. Kiduchu yo, Kiduchu
basi mtongoze. Kiduchu yo, kiduchu, basi mtongoze. Kiminicho, kiduchu, basi mtongoze. Kiduchu. Wenizonga. Kwa hiyo unaniambia au niambii? Kukwambia nini tena? Uliniambia nikusubiri ule umekula. Uoge umeoga. Afu sasa hivi unaondoka bila kuniambia. Hem, nisikilize basi. Hivi vitu vya kukwambia si kukwambia, nitakwambia nimekwambia. Ndio naenda kufanya uchunguzi hapa ili swala likamilike. Nitakwambiaje vitu nusu nusu sasa? Hem, basi kuwa muelewa basi. Unajua mimi sipo hapa kwa ajili ya kubishana, sawa? Ndio maana nimekwambia hivi, natoka hapa niende nikaeke vitu sawa ili nikikwambia kitu kiwe kimetimia. Aya sawa, nikwambia kitu hakijatimia, wewe unakuwa umeelewa nini sasa? Subiri nikaeke sawa, nikinyoshe. Hapa nakwambia kulikuwa na hiki na hiki na hiki. Sasa nikwambia nusu unakuwa umeelewa nini? Uchunguzi upi ambao unaenda kufanya wewe? Yaani tukio umelifanya wewe na uchunguzi unaenda kufanya wewe. Au tayari usharudia tabia yako ya wizi? Asa sikia. Nenda huko kaibe. Wakija kukamata kupeleka ndani, utaona mguu kuja kukutoa huko ndani. Siku hizi umejifanya redio yani unaongea yani. Uniogope yani unazungumza kabisa nimerudi kwenye wizi. Mimi nimeokoka. Huko sirudi tena. Yaani mimi mwenzako bora ugali dagaa kwenye amani kuliko walinyama vitani. Shamba wewe. Mimi redio. Yaani nakwambia ukweli unaambia mimi redio. Wenzangu wanapata wanaume wa maana, mimi nimepata hili jizi. Karibu. Pita, mlango uko wazi. Karibu. Shikamoo mjomba. Marahaba. Mbona uko peke yako mwezekwa? Mimi nimeruhusiwa mapema na mwalimu kwa sababu alikuwa ameniagiza huko. Umeagizwa nini? Yashika kiduchu kishaharibu. Hapana, sidhani kama ameharibu. Sasa kuna kitu nilikuwa nataka kidogo tuzungumze. Samahani. Nachoomba ukweli wako uniweke wazi, usinifiche. Japo najua ni rafiki yako lakini nipo kwa ajili ya kutengeneza. Hivi kwa mienendo ya kiduchu sasa hivi unavyomuona, amekuwa ni mtu wa tabia gani? Kwa rafiki yangu kiduchu mimi nahisi yuko sawa tu. Hana tatizo lolote shuleni, kwenye masomo, naona yuko sawa. Sidhani kama kuna sehemu hayuko sawa. Usiongee hivyo kwa sababu ya rafiki yako, unaogopa kumchomea. Ila ninachokifanya mimi ni kwa sababu ya kumsaidia huyo rafiki yako. Kama kuna tabia unaona huzielewi, yuko hivi na unashindwa kumuelewa, usisite kuniambia. Mimi ndo mjomba wangu au mimi ndo mjomba wake. Kwa hiyo ukinieleza mimi, nitakachokufanya ni kumtengeneza ili awe bora. Sasa ukificha ni kama kumharibu rafiki yako azidi kuharibika. Hebu niambie, huoni tofauti kidogo kwa sasa hivi? Hapana anko, hamna ninachokificha. Lakini pia mimi ni mwazi sana. Kama kuna sehemu kiduchu haendi sawa, mimi ningekuja tu kukuambia. Nisingekuficha. Basi sawa, nashukuru kwa ushirikiano wako. Sawa anko, wacha mimi niwae nyumbani. Haya, karibu tena. Kiduchu kacha shule huyo kwa sababu ya mama. Kiduchu, unajua mpaka sasa hivi ndo naika usiku. Mimi tayari nishavua shati. Maana yake nimeshajiandaa kwa ajili ya mapambano. Sasa mpaka sasa hivi umevaa nguo zako za shule hizo uniform. Si uchojue mama tufanye uondoke na umesema una haraka. Yaani wewe haujui hata kuwa romantic. Yaani nimefika tu tufanye. Alafu kingine nimekuja tu hapa kwa sababu umenipetipeti njoo. Lakini mimi nataka tufanye haraka niwahi nyumbani. Maana mjomba sasa hivi simuelewi. Ananifuatilia ukucha mpaka unywele. Kumbe hiyo ni romantic. Sasa ungesema shakani hapa.